Lakini pia nini sasa kipaumbele chenu kwa waajiriwa wa sekta binafsi? Sawa, asante. Mimi naomba ile alijibu bwana Amani. Bwana Amani hapa. Okay, sawa. Hapo tunataka tuelezee sana kwa wale waajiriwa wa serikali. Waajiriwa wa serikalini wamepewa nafasi ya wao kupata mtambo bure bila kianzio chochote kwa njia ya kukopa. Kwa hiyo kwa kifupi tunawafungia sola kulingana na uhitaji wao, then baada ya hapo watakuwa wanakatwa kidogo kwenye yale malipo yao, mishahara yao. Watakuwa wanakatwa kidogo. Niongeze kidogo hapo. Tuko na hiyo ofa kama alivyosema ndugu yangu Amani kwa waajiriwa wa serikalini, lakini pia na sisi wa sekta binafsi. Unaelewa serikalini lakini pia na sekta binafsi hatujawaacha. Kwa hiyo wenyewe wakitaka sola zetu hawatalipa kianzio. Tutawafungia, tutawawashia. Baada ya hapo yale watakatwa direct kupitia malipo yao kupitia benki. Hapo naona mmegusa sekta binafsi. Ndio. Na waliwaajiriwa vipi kwa sisi ambao tuko Uswahilini sasa? Kuna mamalishe, wanawake ambao wanajitegemea binafsi, lakini kuna vijana wa kiume wanapambana huko mtaani. Tumewafikiria upande wao. Bila shaka kabisa. Mobisol kama nilivyosema tuna mitambo ya aina tofauti. Kwa mamantilie tumegusa kila sekta. Kwa mamantilie tuna package zao ambao wanaweza wakachukua kwa malipo ya kidogo, ukaanza na 15,000 alafu ukalipia kidogo ndani ya mwaka mmoja ukamaliza deni. Kwa hiyo tupo kila mahali. Na wakati mnaingia hapa Stakamili Kipauhenga akaniambia nina nyumba ya bibi yangu kijijini huko. Hebu sasa ndo wamefika. Jamani, sema nao. Sisi sasa kwenye bibi zetu vijijini kule wanapata vipi huduma hii? Kule Mlogolo ya. Okay, uzuri tumeenea nchi nzima. Kwa hiyo kikubwa tu ni kupata taarifa kamili za mtu atapatikana wapi. Baada ya hapo tunatoa huduma wetu kule unapozungumzia. Kwa tutam channel ile sehemu ambaye yeye mawakala ataenda kuhudumiwa bila shida. Kwa njia rahisi watupigie